Karibu tena mtazamaji wetu, tuendelee na msururu wa taarifa zetu. Juni mwaka 2024, Rais William Ruto alisimama jukwani eneo la Kandui katika kaunti ya Bungoma na kuwatangazia wakazi na hata Wakenya kwa jumla kuwa serikali yake ingeboresha uwanja wa Masinde Muliro kufikia viwango vya kimataifa. Katika hotuba ambayo iliwasisimua waliokuwa ukumbini, Rais William Ruto alisema kwamba hata vilabu vya Arsenal na Manchester United vingeweza hapo na kulifaidi taifa pakubwa. Ila waliokuwa na wasiwasi kuhusu ahadi hii kutokana na historia ya rais unapofika wakati wa kutimiza. Wasiwasi huo basi huenda ikawa ulidhihirishwa wazi, kwani rais kwa ahadi hiyo huenda walikuwa sahihi, kwani uwanja huo kwa sasa ni mahame na hali yake inaonekana kudorora ajabu. Mwanahabari wetu ukanda wa Magharibi Julius Juma alifika kwenye uwanja huo na kuandaa taarifa ifuatayo. Wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Juni mwaka 2024, katika maendelezo ya sherehe za madaraka zilizoandaliwa katika uwanja wa Masinde Muliro, Kandui, kaunti ya Bungoma, Rais William Ruto alipanda jukwani na kuwapa ahadi wakazi wa hapa kuhusu uwanja huu uliokuwa umegharimu shilingi milioni 790 kwa ukarabati ili kuandaa sherehe hizo. So tutakamilisha stadium yetu, tutajenga vizuri to the highest standard possible, ili sasa mtakuwa na international stadium hapa. Mechi ile inachezewa any part, ile ya Arsenal ama Manchester United wanaweza kuja kucheza hapa. Lakini rais hakukomea tu hapa, aliendelea na kuwapa wakazi wa hapa ahadi nyingine kubwa. Mambo ya airport vile vile tumekubaliana. Si mnajua ilikuwa airstrip. Sasa tumekubaliana tutawacha isikue airstrip, sasa tutajenga ikue airport. Katika kapu lake la ahadi, Rais Ruto alisema kuwa mkandarasi hangeondoka katika uwanja huu hadi pale ambapo ungeafiki viwango vya kimataifa alivyotangaza. Contractor haondoki hapo mpaka ikamilike. Ninasikia speaker ni fan wa Arsenal. Kiongozi wa taifa alimaliza kusema haya na kuondoka, akarejea ikuluni Nairobi, na hapo ndipo ngoma ikaanza. Uwanja ulipoa hadi Machi mwaka jana, ulipokumbukwa tena na waziri wa michezo Salim Mvurya. Mnaelewa pia hapa Bungoma kuna ushirikiano mzuri wa kaunti na serikali ya kitaifa ambayo tunajenga hapa Masinde Muliro na inakamilika, na hata leo tumeweza kuleta viti 10,000 ili iweze kuwekwa hapo na watu waendelee kuboresha talanta zao. Mvurya alibwaga viti na kuondoka. Mwezi mmoja baadaye, kamati ya bunge kuhusu michezo ilikuwa hapa na kusema kwamba lazima mradi huu ukamilike ndani ya mwezi mmoja. The completion is actually they have given us May, and we are saying them they must deliver. If nothing happens by that time, then you can be sure we will be here again to make sure that whoever gave us the timelines and did not deliver, action is taken. Mwezi mmoja ulikamilika na hakuna aliyechukuliwa hatua, aliyotishia Dan Wanyama. Na baada ya mwezi huo mmoja, yani Mei mwaka jana, gavana wa kaunti hii Ken Lusaka akapaza sauti yake kuhusu kujikokota kwa mradi huu, akisema kunalemaza vipaji vingi eneo hili. Gavana wa jimbo la Bungoma. Miezi mitano baadaye, Oktoba mwaka 2025, katibu wa michezo Elijah Mwangi alikuwa hapa kukagua uwanja huu na kutoa ahadi kwa wakazi kwa uwanja huu ungekamilika katika kipindi cha mwezi mmoja. Ndiyo, mwezi mmoja. Mwangi akisema kuwa uwanja huu ulikuwa umekamilika kwa 94%. It has been slow, but now we are sure that we are at the tail end of completion of this project. Like we have been told, we've been given approximately 1 month to be able to clear. Within the next 1 month, it shall be done. Mwangi pia aliyasema haya na kuondoka, akarejea Nairobi. Miezi 8 baada ya ahadi ya uwanja huu kukamilika ndani ya mwezi mmoja, runinga ya NTV iliamua kufunga safari kuelekea katika uwanja huu kubaini ukweli wa mambo.
pamoja na mpiga picha Isaac Mutiso tukatua katika uwanja huu na kuanza kuukagua. Ole wako, uwanja huu umetafuna mamilioni ya pesa kiasi cha kuteuka, lakini mwonekano wake ni wa kutamausha. Ukiingia hapa unakaribishwa na nyasi ndefu ajabu zaidi ya mita 1. Hili likenda kinyume na maelekezo ya shirika la soka duniani FIFA ya urefu wa kati ya milimita 25 hadi milimita 35 kuhakikisha mpira unadunda vizuri na pia usalama wa wachezaji unazingatiwa. The pitch, it doesn't look good either. And the most important thing about the stadiums is that the pitch must be to the international standards for it to be useful. Maeneo haya ni kama mahame. Jinsi umeona uwanja nyasi imemea, nyasi imepita magoti. Kuna mchwa hapo kwenye uwanja. And what is so sad about Western is that the person who chairs the National Assembly as speaker comes from here, and he looks at the budget every year and he sees there's nothing for that stadium. And when the president comes to Western and says, I'm going to construct the stadium, they're the ones who tell people that you can see the president constructing a stadium here. Using what resources? If the money's not on the budget, you've not seen it on the budget yourself. The person umetoka wapi? Baadhi ya viingilio hapa vinatumika kuhifadhi ala za kazi kama vile ngazi. Nyufa zimeanza kujitokeza kwenye majengo ya uwanja huu. Mabomba ya maji taka pia yamevamiwa na nyasi. Na si hilo tu, hata waruka viunzi hapa hawana lao. Kuta zinabomoka, jinsi unatazama hapa, imepanda mpaka juu. Hata hiyo pila, huo mnara pale, imepasuka katikati. Ukiingia upande wa VIP, kuta zote pande mbili, unaona mianya katika ukuta na inaashiria kwamba kuna shida ama dosari. Asanteni kwa heshima, naomba sote tusimame. Akiwa hapa mwaka 2024 katika maadhimisho ya Madaraka Day, Rais William Ruto alitangaza mpango wa kuimarisha uwanja huu kufikia hadhi ya kimataifa. Kiongozi wa taifa akisema kuwa hata Arsenal na Manchester United zingeweza kucheza hapa. Ila miaka miwili baadaye, na hali ilivyo kwa sasa, hata klabu za Odiado na Garbatula haziwezi kucheza hapa. Serikali ya kaunti ya Bungoma imehamisha baadhi ya ofisi zake katika majengo ya uwanja huu, hatua ambayo Seneta Wakoli anaonekana kuikosoa. Na vijana wa hapa ambao sasa wanaonekana kuchoshwa na subira hizi ambazo hazivuti heri, wanatoa ombi la kuruhusiwa kutumia uwanja huu jinsi ulivyo, potelea pote. Kulingana nao, ni nusu ya shari kuliko shari kamili. Kwa vile hii stadium peke yake ndio tunaangalia upande zote, hatuna uwanja zingine. Hapa Kandui tuko na vijana wako na talent mingi zaidi na hawana mahali pa kufanyia mazoezi. Tunaomba tafadhali waturuhusu tufanyie uwanja, kwa sababu Kandui imekuwa mtaa wa miadarati, zimeongezeka sana kwa vijana wetu youth na wako na talent. Sisi kama footballers tuna mahali pa kutrainia na hii uwanja iko hivi. Sisi tulikuwa tunaomba hata siku 2 ama 3 kwa wiki. Tunaomba utupatie uko unasaidia, tunafanyia hapa mazoezi, ni kufanya tu mazoezi. Saturday Sunday tukicheza tuchoe na chezea hapa game, mavijana wakuwe busy. Juu pia off late pia mmeona rate ya miadarati pia imekuwa juu sana. Ndio vijana wetu wengi wanapotea. Na sasa tunauliza, Rais alipotoa ahadi hii kwa wakazi wa Kandui, alikuwa ameweka mipango tosha kufanikisha hili, ama ilikuwa tu mbinu ya kuwafurahisha waliokuwa ukumbini? Nini kinazuia mradi huu kutekelezwa? Na je, makataa ya mwezi mmoja yatakamilika lini? So we have to have structured development. Sio tu naamka siku moja sema nakuja kuleta kitu hapa kwa budget hakuna. Then you make too many promises that cannot even fulfill. So what do you do that if he comes today, he'll forget that he already made that promise there. Atakuja kusema na set aside 1 billion for the Masinde Muliro Stadium. Atasema tena. Mwaka 2018, klabu ya Uingereza Hull City ilitua katika uwanja wa Kasarani kuchuana na Gor Mahia, uwanja huo ukifurika pomoni. Na sasa Rais Ruto alipowaambia wakazi wa Kandui kuwa Arsenal na Manchester United zingeweza kutumia uwanja wao, ninaamini kuwa walimwamini. Watu wa Bungoma, wacha mimi nichukue nafasi hii niwashukuru tena, niwaambia asante sana kwa kutukaribisha hapa Bungoma. Na tunapobeba virago vyetu na kuondoka uwanjani humo, tunasalia na imani kwamba
ipo siku wakazi wa Kandui watatokea kumwona Bukayo Saka na Andre Onana wakivaana katika uwanja huu, huku nyimbo za kati ya Man U na Arsenali gani kali zikitamalaki na kupishana na za Ingweola na Kogalo Gor Mahia. Waende waone stadium ya kule Bungoma imekamilika. Julius Juma, NTV, katika uwanja wa Masinde Muliro, Kandui, kaunti ya Bungoma.